na Henoko, maana hakufa kama wanadamu wengine. Mungu alipendezwa na Henoko, jinsi gani alijitunza midomo yake, jinsi gani alijitunza maneno yake. Yeye hakuweza kuwaza mabaya. Mungu ni roho, anajua hata mawazo ya kwako. Mtu anaweza kusema sijawahi kutenda dhambi, Mungu analeta mawazo ya kwako. Henoko, Mungu alimpendezwa, Mungu alipendezwa na Henoko, aliishi maisha matakatifu. Maana Henoko alikwenda sawasawa na Mungu na kusudi la Mungu. Tuseme amina. Na tunapoenda kusoma nakuta kuna watu wengi. Maandiko yanasema Nuhu akapata neema mbele za Mungu. Wakati dunia imechafuka, dhambi zimekithiri, watu wanafanya ushoga, wanafanya dhambi, zimefika mpaka kwenye kiti cha enzi. Mungu anasema roho yangu itashindana na mwanadamu siku zote. Ona maagizo. Maandiko yanasema kama ukisoma Mwanzo sura ya 6 utasoma kwa wakati wako. Anaeleza kama Nuhu akapata neema mbele za Mungu. Nikazungumzia neema ni upendeleo, ni nguvu ya Mungu ya kuwezesha. Mungu kwenye kipindi ambacho dunia imejaa dhuluma, imejaa mauaji, imejaa dhambi, Mungu akapata neema mbele za Mungu, aliishi maisha matakatifu. Mungu anamaanisha Nuhu kuitengeneza safina. Watu wanaomwangalia Nuhu walimbeza kama ambavyo leo watu wanaopeza waliokoka, wanaopeza watakatifu, wanaopeza wachungaji, wanakauza ajabu. Nataka nikwambie, Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alimwagiza Nuhu wakatengeneza safina, alitengeneza safina. Nuhu anawaambia watu wanamkebei. Mungu alitoa familia yake, yani yeye na mke wake na watoto wake watatu na kama na zaidi wake wa watoto wake, watu 8 jumla wakaokolewa. Mungu hakuona hasara kuangamiza viumbe vyote, kwa sababu dhambi imenuka. Tangu mtu anazaliwa, anaishi, anakuwa kwenye ujana, ni dhambi tupu anayoyawaza na kuyafikiri. Wakati wote ni dhambi tupu, hakuna jema. Mungu alifutilia mbali ulimwengu mzima kwa gharika ya maji makavu. Ni watu 8 tu wametembea kwenye kusudi la Mungu. Dhambi kukosa lengo tu shauku. Unaweza kufanya mambo mengi chini ya jua. Unaweza kuwa kiongozi fulani mkubwa, unaweza kuheshimiwa na watu, ukajulikana sana, wewe ni siku nyingi sana, una heshima kadha wa kadha. Ukikosea ukitenda dhambi, maana yake umekosa lengo. Hajalishi watu wanakuona, wamefanya kwa siri. Mungu anayeshiriki ameshachukizwa nami. Rudi kwenye msingi wa Mungu, utembee kwenye kusudi na ramani ya Mungu. Tuonyesha pale sifa. Dhambi ni kutokuamini, kwa sababu inakataa ukweli ambao Mungu aliudhihirisha. Dhambi ni kutokuamini. Watu wengi wanafanya dhambi kwa sababu kwanza hawamwamini Mungu, hawamwamini Yesu. Yesu kasema, "Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia." Haleluya. Yani dhambi ni kutokuamini. Unaweza kusema sijawahi kuua, au sijawahi kufanya uhalifu wowote. Kitendo cha kutokumwamini Yesu. Kutokuamini Yesu ni Bwana Mwokozi ni dhambi. Yani wana wa Israeli hawakuingia nchi ya ahadi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Yani kwa kumshakia Mungu, unakuwa na wasiwasi na Mungu. Wana watu wanaamini Mungu katika shida wanazopitia, katika vitu wanavyopitia, wana mashaka na Mungu. Kama kuna kitu ambacho kinamwudhi Mungu ni kutokuamini. Kwa hiyo dhambi manake ni kutokuamini, kwa sababu inakataa ukweli ambao Mungu aliudhihirisha. Tusikosoma katika Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 21. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 21. Dhambi ni kutokuamini, kwa sababu inakataa ukweli ambao Mungu alidhihirisha. Kutokuamini kwamba Yesu ni Bwana. Kuna watu wanasema Yesu ni mwanadamu tu ila sio Mungu. Halafu anasema ni mmoja kati ya manabii. Nataka nikwambie, Yesu ni Mungu. Kutokuamini manake unafanya uasi, unafanya dhambi. Mungu alimtuma mwanae Yesu Kristo aje kutafuta kuokoa kilichopotea. Amwaminie Bwana hata hukumiwa, amwaminie Yesu hata hukumiwa. Someni pale msomaji. Amwaminie yeye, yani amwaminie Yesu. Sema Yesu. Amwaminie yeye hahukumiwi, yani hata hukumiwa. Nitakusoma. Asiyeamini amekwisha hukumiwa. Kwa sababu
hakuliamini jina la kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Amen. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Jina la mwana pekee wa Mungu ni jina la Yesu. Ndio maana kwa jina hilo tunaweza kukemea pepo zikaondoka. Kwa jina hilo watu wanaokolewa. Kwa jina hilo tunapata uzima. Yaani Yesu manake mwokozi wa watu na dhambi zao. Yaani asiamini anahukumiwa. Sasa yaani mtu ambaye aamini manake atahukumiwa na ameshahukumiwa pia, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Dhambi ni kutokuamini. Na mimi nazungumza na watu, usitegemee elimu ulionayo ukalinganisha na maagizo ya Mungu. Mungu akishagiza hili linalofanya kama lilivyo, halihitaji discussion, halihitaji mjadala wa aina yoyote. Ni lazima kutii maagizo ya Mungu. Vinginevyo manake hukumu ya Mungu au adhabu ya Mungu inakukalia, usipopata adhabu. Wenye dhambi ni kutokuamini. Nazungumza na watu wa kizazi hiki ambacho wengi wamelinganisha Biblia au maagizo ya Mungu sawa na maagizo ya vitabu vyao walivyojitungia. Biblia ni maagizo ya Mungu matakatifu ambayo Mungu anaagiza kwa yeyote aliyezaliwa aamini kwamba Yesu ni Bwana. Kuna mahali panazungumza hata watu wasipoamini, anadhibwa kuaminiwa tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yeye ni jana, leo na hata milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Lakini pia dhambi ni kutokuwa na Mungu, na hivyo inamfanya mtu kuwa na hatia mbele za Mungu. Dhambi ni kutokuwa na Mungu. Nimezungumza nyakati zote, cha msingi hakikisha tembea na Mungu. Yaani uwe ndani ya Kristo. Kristo ndio Mungu. Sasa Mungu ndani, unakaa ndani ya Kristo na Kristo ndani yake. Yaani dhambi ni kutokuwa na Mungu, kutokaa na Mungu, kuishi na Mungu. Nimezungumza mtu anapomwamini Yesu ni Bwana Mwokozi, tunasema amezaliwa mara ya pili, amezaliwa kwa Roho Mtakatifu, amezaliwa kwa neno la Mungu, kwa mbegu isiyoharibika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa hiyo amezaliwa mara ya pili. Mtu anapozaliwa hatua za kwanza zinaanza. Madaktari wanazungumza juu ya mtoto wa kimwili akizaliwa kwamba anyonye maziwa ya mama yake kwa muda mrefu, tena muda wa kutosha kabisa. Ndani ya maziwa ya mama wa mtoto yule kuna vitamini za aina zote. Sasa Biblia inazungumza kwamba neno la Mungu ndio maziwa ya akili. Anasema kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoruhusiwa, ili kwa haya pate kukulia wokovu. Kumbe baada ya mtu kuokoka atakia akue kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ili aweze kukua huyu muamini au huyu Mkristo. Ni lazima aweze kutamani maziwa ya akili yasiyoruhusiwa. Haya mafundisho na haya mahubiri ndio maziwa ya akili yasiyoruhusiwa. Neno la Mungu sio michanganyo ya hekima za wanadamu. Yaani unapojifunza na kukua kusoma neno na kuhudhuria ibada na kusikiliza neno la Mungu, ndio unakuwa kutoka imani kwenda imani, utukufu kwenda utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Msomewa Warumi 1:18. Kwa maana adhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa mwanadamu waipingao kweli wa uovu. Nilisema kwa sababu adhabu ya Mungu imedhihirishwa juu ya wanadamu wote waipingao kweli kwa uovu. Yaani ipo adhabu. Ndugu yangu unanisikiliza, naweza kujadili mambo mengine kwa habari ya maagizo ya Mungu, hayana mjadala. Ni bora kama kwa hujazaliwa. Kwa kuwa umezaliwa, Mungu anakuagiza amini kwamba Mungu amekataa dhambi. Kuna watu wanatembea wanatenda dhambi kwa siri. Kuna watu ni mafisadi, kuna watu ni wazinzi, kuna watu ni wachawi, kuna watu wanaenda kwa Mungu kienyeji, kuna watu wanafanya vitu kwa siri. Eti watu hawajaona. Nataka nikwambie hiyo ni dhambi na Mungu anachukizwa na dhambi. Ndugu yangu nisikilize, jambo la msingi ni kutengeneza uhusiano wako wewe na Mungu. Wewe mchungaji, wewe askofu, wewe nabii, wewe mtume, wewe mwinjilisti, na wewe mwimbaji, na wewe mtu anayesikiliza mahali popote, haijalishi wewe pengine hujamwamini Yesu ni Bwana Mwokozi. Hii ni saa yako ya kumpa Yesu maisha yako. Usitende dhambi. Maana unakwenda kukutana Mungu mwenye enzi, anayejua yote, anaelewa yote, yeye hasahau.
Sasa kila mwanadamu atakwenda kutoa hesabu ya mambo aliyofanya, matendo aliyotenda, mazungumzo aliyozungumza, iwe ni kwa siri au kwa wazi, iwe ni mema au ni mabaya, unakwenda kutoa hesabu. Tunasisitiza juu ya kanisa la mwisho kwamba kuna muhimu wa kutunza na kushirika na Mungu kwa kuyaishi maisha matakatifu. Nimeeleza maana ya dhambi. Kwa hiyo ile dhambi ni uasi, kule kukosa lengo, kule kupinga maagizo ya Mungu au kutokuitii sheria ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Sasa nizungumze kipengele cha pili, hatima ya watendao dhambi. Hatima, yani mwisho. Nini kitatokea kwa wale ambao wanatenda dhambi? Yani nini kinatokea? Kwa sababu kila kazi ina mshahara wake. Hakuna kazi isiyo na mshahara. Hata watendao dhambi wana mshahara. Mwisho kuna mshahara. Lakini pia watendao haki, watendao mema pia kuna mshahara. Mshahara ni mshahara tu. Na niona maandiko mara pengine yanasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Yani karama ya Mungu ni uzima wa milele kwa watu wanaookolewa. Yani zawadi au karama ya Mungu, yani hatima ya waliokolewa ni uzima wa milele, kukaa na Bwana milele. Sasa hapa nizungumzie kwa ufupi hatima, baada ya mifano hii mitatu: hatima ya watenda dhambi, hatima ya walevi, hatima ya waongo, hatima ya wachawi, hatima ya waganga kienyeji, hatima ya mafisadi, hatima ya wazushi, hatima ya wanaozusha na kuharibu mambo, hatima ya wauaji, hatima ya watenda dhambi. Upelisho hatima, kwa sababu maadamu umezaliwa siku moja hatakuwepo dunia hii, na baada ya kufa unasimama mbele za Bwana kutoa hesabu ya kazi ya matendo uliyoyafanya. Sema amen, sema amen, sema amen. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 8 anasema, bali waoga na wasioamini. Yaani anazungumzia hatima. Unaweza kuzoea kufanya dhambi, nataka nikwambie mwisho kuna malipo. Mwisho kuna malipo. Unaweza kupelekwa jela hapa duniani, siku moja ukaondoka, ukamaliza muda wako wa adhabu, ukarudi. Lakini hatima, yani mwisho, unapokutana mbele za Mungu, nini kitakwenda kutokea? Nataka nikutahadharisha ndugu yangu. Pengine wewe ni mwimbaji au ni mzee wa kanisa au ni shemasi, una cheo fulani, umejulikana, watu wamekusifia. Nataka nikwambie hatima ya huo umalaya ambao watu wanaofanya umalaya. Anapenda waume za watu, anapenda wake za watu, anafanya uharibifu wa kila aina, akisema watu hawajaniona. Ipo hatima ya dhambi. Nisomee msomaji hapa. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Hii ndiyo mauti ya pili. Mauti ya kwanza ni pale mtu ambapo ana kitendo cha roho kutengana na mwili. Nasema mtu fulani amefariki, anaenda kuzikwa. Sasa mauti ya pili ni kitendo cha kwenda ziwa la moto, na lile ziwa la moto halikuandaliwa kwa ajili ya watu. Watu watatupwa huko kwa sababu hawakumwamini Mungu, hawakutembea kwenye sheria za Mungu, hawakutii maagizo ya Mungu. Wanasema sehemu yao ni katika lile ziwa la moto na kiberiti. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wachawi wote na waongo wote na waabudu sanamu na kila mtu apendaye mambo na kufanya, anasema sehemu yao ni katika ziwa la moto na kiberiti. Hiyo ndio hatima ya watendao dhambi. Unaweza kusema na enjoy chini ya jua, unabadilisha kila aina ya dhambi unazotaka, unafurahisha na kufurahisha mwili, unafanya ushirika na umalaya kila aina, unafanya na kuwa watu na kufanya ufisadi. Alafu ngambia hapo mwisho walikuwa watu waliojulikana, watu maarufu chini ya jua, wenye uwezo, wenye mamlaka, wenye wadhifa, wenye mali, wenye utajiri.